majina naitwa Abdalla Ramadhan Mkindi. Mimi ni mratibu wa taasisi ya kutunza bioanuwai Tanzania kwa Kiingereza Tanzania Alliance for Biodiversity. Nimewaita hapa kama ilikuwa desturi yetu ya kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu masuala ya kilimo endelevu na utunzaji wa mazingira. Mbele yenu kuna machapisho ambayo tumeyatoa ya kuhamasisha matumizi ya mbegu za wakulima. Kama ilivyo kawaida, tunaandaa machapisho mbalimbali ya kufanya uchechemuzi, kwa Kiingereza advocacy, ya kuzitambua na kuzisapoti mbegu za wakulima. Mbegu za wakulima, ndugu waandishi wa habari, ni zile mbegu ambazo wakulima tokea enzi na enzi, ikimaanisha mababu zetu, wamekuwa wakizitumia na kuzirudia kwa muda mrefu katika kuzalisha chakula. Mbegu hizi zimekuwa ndio msingi na zimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba Watanzania tunajitosheleza kwa chakula. Lakini kama ilivyozoeleka kwamba hizi mbegu hazijatambuliwa na mfumo wetu wa sheria ya mbegu, na kutokutambuliwa kwa mbegu hizi katika mfumo wa sheria, maana yake ni kwamba inakuwa ni vigumu kwa wenye mamlaka kuziwekea mipango na bajeti ya kuzitunza na kuziendeleza. Kwa hiyo wadau mbalimbali tukiwemo sisi tumekuwa tunafanya masuala ya uchechemuzi, ushawishi na utetezi wa hizi mbegu. Kwa tumekuwa tunashirikiana na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Miongoni mwao ni mtandao wa kutunza bioanuwai Afrika, ambao kwa Kiingereza wanaitwa APSA, ambao kwa pamoja tumeandaa mpango pendekezo wa kisera ambapo nchi mbalimbali zinaweza zikatumia katika kutunza au kuboresha sheria zao, namna gani mbegu za wakulima zinaweza zikahifadhiwa, zikatambulika na kupewa msaada ili ziendelee kuwa. Kwa hiyo baada ya kuandaa machapisho kama haya, tunapokuja ndani ya kimaanisha huko nchini wetu, na sisi pia tunaandaa nyaraka mbalimbali ambazo tunazifikisha kwa viongozi, ikimaanisha hapa wabunge. Mwezi wa 4 huu tulikuwa pale Dodoma tukiongea na wabunge kuhusu hizi mbegu za wakulima na namna gani wao kama watunga sera wanaweza wakaisimamia serikali kuhakikisha kwamba hizi mbegu za wakulima zinatambuliwa na kupewa msaada unaostahili ili zisiweze kupotea. Kwa hiyo tuliandaa position paper ambao ni msimamo. Naposema msimamo sio kwamba tumeandaa nyaraka ambao tuliwasilisha kwa wabunge ili wakaisome, na inapofika kipindi ambacho sasa unakuwa na mijadala kwenye bajeti za Wizara ya Kilimo, basi uweze kuzungumzia, na tunashukuru baadhi ya wabunge walizungumzia masuala ya mbegu za wakulima wakati walipokuwa wanachangia mada katika mjadala inayoendelea bungeni. Kwa ndugu waandishi wa habari, nyinyi kalamu yenu inafika mbali. Kwa hiyo tumeandaa hizi nyaraka mbili, ambayo moja tumeitoa kutokana kwenye huu mfumo pendekezwa wa kutambua na kuhamasisha kuhamasisha mfumo wa mbegu za wakulima na utunzaji wa bioanuwai. Humo tukaandaa position paper ambao ni kama ni muhtasari wa huu mfumo pendekezwa, kama nilivyosema kwamba tuwasilisha kwa wabunge, ambao tunatambua juhudi za wabunge wanaozifanya katika kuhakikisha kwamba
sera na sheria mbalimbali zinatungwa ambazo ni rafiki kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo huu mfumo hii position paper au hii nyaraka ya kuhusu msimamo wa kutambuliwa kwa mbegu za wakulima una vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza na waandishi wa habari mngeangalia ili tuende kwa pamoja kwa haraka. Kipengele kipengele cha kwanza ni utangulizi. Hapa tumezungumzia kutoa shukrani zetu kwa kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo jinsi kwa ufanisi wa kazi zao pale bungeni. Pili tukazungumzia umuhimu wa mfumo wa mbegu za wasimamizi na wakulima, ambapo huu mfumo wa wasimamizi na mbegu za wakulima una umuhimu mkubwa. Kipengele cha kwanza ni kuimarisha mfumo wa chakula, kuwa na usalama wa chakula na lishe. Kipengele kingine ni katika kutunza bioanuwai ya kilimo. Bioanuwai ya kilimo ni vile viumbe vinavyopatikana, kuzungumzia viumbe na maana mazao pamoja na mifugo yanayopatikana katika eneo husika. Kwa hiyo hizi mbegu za wakulima zinatuwezesha tuweze kutunza hii bioanuwai ya kilimo ambayo ndio chakula chetu kinatengenezwa. Haya, muhimu mwingine ni katika masuala ya uwezeshaji pamoja na ubunifu. Wakulima wetu wamekuwa wanazitumia hizi mbegu kwa muda mrefu. Kwa yale maarifa ambao wanayo kutokana na hizi mbegu, unakuta humo kumekuwa na ubunifu kila wakati, namna ya kuzitunza, namna ya kuzihifadhi, namna ya kuzitumia kwa namna nyingine. Nyingine ni namna gani hizi mbegu za wakulima zinaendana na yale malengo ya kitaifa. Malengo ya kitaifa ambayo ni kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na chakula cha kutosha. Nchi kuwa na chakula cha kutosha inategemea mifumo ya aina mbalimbali ya mbegu za wakulima, mbegu za kisasa. Zote zina mchango katika kuhakikisha kwamba nchi kama taifa inakuwa na utoshelevu wa chakula. Haya, muhimu mwingine kushaona umuhimu jinsi unakuwa. Kipengele kingine namna gani hizi mbegu zina kama tunasema hapo tunazialign katika malengo ya kitaifa. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama nilivyosema kwamba kwa sasa hivi kama taifa tunafanya maboresho, mapitio ya sera na sheria, sera ya kilimo na sheria ya mbegu. Kwa hiyo tunasema kwamba katika kuhakikisha kwamba hizi mbegu za kulima tunazialign na malengo ya kitaifa. Tunasema kwamba hizi mbegu za kulima zinatakiwa zitambuliwe. Wadau pamoja na wakulima washiriki katika mchakato wa ufanyaji wa maamuzi. Haya, hizi mbegu za kulima zina ubora, kwa lazima tunahakikisha kwamba ubora wa hizi mbegu za kulima unatambuliwa, kwa sababu hizi mbegu zimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na lishe na chakula cha kutosha, na vile katika masuala ya utunzaji wa bioanuwai. Hizi mbegu kutunzwa zikapotea, zikipotea zimepotea. Kwa lazima tuhakikishe kwamba zinatunzwa ili ziendelee kuchangia katika kuzalisha chakula pamoja na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo ukisoma hiki kipeperushi kuanzia nambari 1 mpaka utafika nambari 5, ambapo kuna nambari 4 tunazungumzia mapendekezo ambayo tunayo yatoa kwa serikali, kwamba pendekezo la kwanza tunasema kwamba serikali ikiwezekana waitumie hii nyaraka wanapofanya maboresho au mapitio ya sera na sheria zinazohusiana katika kilimo, ili waweze kunufaika na yaliyomo ndani, ili wanapofanya mapitio waweze kujumuisha baadhi ya
yaliyoandikwa humu, ili tuwe na sera na sheria ambayo inatambua na kusupport mbegu za wakulima. Tuhakikishe kwamba wadau wanashirikishwa katika mapitio ya sera na sheria. Wadau mbalimbali inabidi washirikishwe katika kuhakikisha kwamba wanatoa mchango wao, na ndio utaratibu wa nchi yetu, kwa kwamba mara nyingi panapokuwa na mapitio ya sera na sheria, wadau tunashirikishwa. Kwa hiyo ni kwa kiasi gani sisi tunatumia changamkie hiyo fursa kuhakikisha kwamba tunatoa maoni na mawazo yetu, ili wanapofanya haya mapitio yaweze kujumuishwa katika kuboresha hiyo sera. Haya, kuhakikisha kwamba mapendekezo mengine ni katika kutoa elimu na kuhamasisha kampeni mbalimbali ya kuamsha uelewa wa wananchi. Hizi mbegu za wakulima ndio zinatumika katika kuzalisha chakula. Kwa sisi kama wananchi ambao tunataka tuwe na vyakula vya aina mbalimbali, lazima tushiriki katika kampeni mbalimbali, tuwe na uelewa, ili tusipoona aina chakula fulani katika mzunguko wa soko tuweze kuuliza, mbona siku hizi hatupati chakula cha aina fulani? Hii itawezesha hata wale wanaozalisha na waliopewa kazi ya kusimamia na kufanya maamuzi waweze kuhakikisha kwamba vyakula vya aina mbalimbali ambavyo vinatokana na mbegu za aina mbalimbali vio vinazalishwa, ili sisi walaji tuwe na wigo mpana wa aina ya vyakula ambavyo tunavyotumia kwa ajili ya afya zetu. Kwa sababu sasa hivi kilichoonekana kwamba kuna magonjwa aina nyingi, magonjwa yasiyoambukiza. Kansa zimeongezeka sana, pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa mengi yameongezeka, na mengi ni kutokana na mfumo wa ulaji, kula vyakula ambavyo vimezalishwa na njia ambayo sio salama, kula chakula cha aina moja tu, wakati tuna vyakula vya aina mbalimbali ambavyo vingeweza kukabila. Na hivyo vyakula mbalimbali tunakuwa tunaweza kukabila vitawezekana tu ikiwa tuna aina mbalimbali za mbegu ambazo wakulima wanaweza kuzitumia katika kuzalisha. Kwa hiyo waandishi wa habari ni mchango mkubwa sana katika kuelimisha jamii na pia kufikisha ujumbe kupitia vyombo vyenu vya habari kwa wadau mbalimbali, kusoma na kusikia, kutazama, kuelewa, ili kwa pamoja tuweze kuhakikisha kwamba mfumo wa mbegu za wakulima uendelewe kuhamasishwa, kwa sababu una mchango mkubwa katika uzalishaji wa chakula kwa ajili ya usalama, afya na mazingira yetu kwa ujumla.